tabasamu langu ni wewe, mtetezi na mfariji ni wewe. Sitishiki wala sibabaiki napokuwa karibu na wewe. Sitishiki wala sibabaiki napokuwa karibu na wewe. Kwako ndiko kuna msaada wetu, kwako ndiko kuna faraja. So nitayainua macho yangu juu, nitazame mlima Sayuni. Nitayainua macho yangu juu, nitazame mlima Sayuni. Mlima Sayuni ni wewe, mlima Sayuni ni wewe Bwana. Sinasikilika kilio ya wazungu Balambo power fanya wazungu bakiungu. Nasema baba, tunashukuru baba, felicitation papa. Kilio manike kotaka wazungu huku kukula saa yote na manyama. Baba, njoki ya kwanza mkatia Kibondwe. Njoo ya kwanza mkibondwe. Na niko tafuna na nyama. Yo! Baba huyu ndio yuko sawa. Biko poa. Naona kabisa vitu viko poa. Hakuna mikrobe. Balambo wakiungu. Na mawani. Pia angalia na ingine filme na huku. Tayari mwa nyama. Balambo bazungu. Nika kwanza mkibondwe. Hiyo. Magonjwa yaningoja kama vile vumbi, javitaja vinapiga hodi. Yesu ananisiri, tengeneza mambo, nisije nikapotea katika giza. Nikiwa nayo mali bila Yesu bure, heshima madaraka bila Yesu bure. Mauti yaningoja kama vile mamba awindavyo mawindo katika bahari. Bali makabio yatatupwa motoni, rafiki utakuwa wapi? Watu wote wa Mungu wafikapo mbinguni kukaa pamoja na Mungu, wataimba kabisa kwa sauti ya nguvu, kumushangilia Mwokozi. Watakusanya ngano kwa furaha ya Galani, yote yatatupwa motoni, rafiki utakuwa wapi? Bwana sifiwe. Siku inakuja, siku ya hatari, watu wote watakapokusanyika mbele yake Mungu, kila mtu na kutoa ripoti yake mwenyewe. Siku inakuja, siku ya hatari, watu wote watakapokusanyika mbele yake Mungu, kila mtu na kutoa ripoti yake. Bwana atatoa kitabu na kusoma majina ya watu walioandikwa. Wateule watakwenda wakicheza wakishangilia, wakielekea njia ya uzima.
Watalialia na kujipinga
Bwana sifiwe. Haleluya. Ndio hii vesi ya 4 nasema kitu unafadhaika bure. Ni hali ya dunia hiyo, patia pumzi. Lakini unapofika muda wa kuimba, anafunga ile sauti yake, ile pumzi anaifunga isimwimbie Mungu. Papa mzee wetu na kishuka anasimama kukaribisha mkutano. Karibu. Bwana Yesu asifiwe mkutano. Bado Bwana Yesu asifiwe mkutano. Amina. Sawa, sisi ambao tushakuwa tayari hapa katika jamaa la Balambo tukaribishane. Amen. Amen. Amina. Tuseme karibu kwa wote ni nyote kanisa la Utemsepake Uvira Kasenga, Chapelle Sayuni Kibondwe. Tunawakaribisha nyote kwa jina la Yesu. Nisadi kusema amen. Karibu wa ndugu zangu, wa baba karibu kwenu, wa mama karibu kwenu, wa kaka na wadada karibu kwenu, kwaya Sayuni karibu kwenu, wala ambao wametoka mbali Kiliba, labda Kalundu, labda Kigongo, Mulongwe, nafasi za huko milimani kwa plateau, nyote tunawakaribisha kwa jina la Yesu. Amen. Pia tuseme karibu kwa baraza la kijiji cha Kibondwe, mzee ya mwangalizi na watumishi wengine. Tunakuwa na pastor kutoka Msheru hapa Karunze. Tunasema karibu kwenu. Kwa jumla tunawakaribisha kwa jina la Yesu. Mungu awabariki. Amen. Tutasie tena kwaya tupatie wimbo mwingine. Karibu. Mapito. Sura 12 na vesi yake ya 22. Tunasoma katika jina la Yesu. Basi sasa angalieni, nashika njia kwenda Yerusalemu, hali nimefungwa rohoni, nisijue mambo yatakayonikuta huko, isipokuwa Roho Mtakatifu mji kwa mji unishuhudia kisema ya kwamba vifungo na ziki vyaningoja, lakini siyahesabu maisha yangu kuwa kitu cha thamani kwangu, kama kumaliza mwendo wangu na huduma ile niliyopokea kwa Bwana Yesu, kuishuhudia habari njema ya neema ya Mungu. Amina. Hapa Paulo anazungumuza maneno mazuri. Maneno mazuri, anazungumuza maneno ambayo yanakuwa mbele ya mtu. Wakati mtu unakwenda haujui kwenye unaenda, mambo ambayo yatakuwa mbele yako. Kama vile Mufuliro unasema ukizimenya muda washaga hali kutamumenya mundo bagenda. Na Paulo akasema basi sasa angalieni, ninashika safari, ninakwenda katika miji fulani fulani, na nisijue yale ambayo yanakuwa mbele yangu. Vifungo na ziki viko mbele yangu vinaningoja. Mwanadamu anapotembea, anapokwenda safari, tunakutana mara kwa mara, tunasafiri kwenda kutafuta maisha. Na kama tunakwenda kutafuta maisha, mbele yetu hatujui kuko nini. Unaaga watoto nyumbani, unaaga hata mume wako na jamaa, nasema kwamba mimi naenda kutafuta maisha. Na labda kwa kukwenda unakutana na balaa njiani, wala kwa kurudi unakutana na balaa njiani. Ndio vile vifungo na ziki vinaningoja katika safari. Paulo akasema kwamba yale yote ambayo yanakuwa mbele yangu kama vizuizi mbele yangu, yale yote siyahesabu kama vile kumaliza mwendo wangu
salama. Haleluya. Mkristo, ni wajibu wako kujua kwamba niko katika ulimwengu, niko katika dunia. Safari yangu nitaimaliza vizuri, nitaimaliza salama, ama kunakuwa mambo mengine, matatizo mengine ambayo yatanizuia kutokumaliza mwendo wangu salama. Juzi hapa kwetu Kiaya, tulipoamuka usiku, tunakutana watu 4 wamepigwa masasi, watu wakubwa wamekufa pale na wa vijana walikuwa wananusurika kidogo, wakapelekwa kwenye hospitali, na wale wa baba mama na wale watu wazima walikufa mara moja. Kifo akiambie mtu siku wala dakika wala muda ambao utakufa. Kumbe ni wajibu wetu tujitakase kila wakati kwa kuchunga safari yetu. Mungu atusaidie na Mungu atubariki kwa neno hili. Amena. Tutamwalika mchungaji kutoka Mshiru, ataomba Mungu. Karibu baba kwa maombi. Mwizina la Yesu Kristo, kyanya kiringa kino twakumana kandi hano kukurikirana ko tukaba hano namurego Luyinga na byanaboneka ko zeneta kandi tube hano tujiherereza uno mushibo. Tabalage bano boshi bakola hano nigambo lyawe lyasomo nirigakisomwa, nyimbo za yimbo neza kiyimbwa, ibyo byoshi bitabazi mu bantu boshe bari hano nagisi muguma ayibike biringine akurindiriringa kubikunini koko twahuna bijiko byoshi byagashanirwa zene mwizina la Yesu. Amen. Sasa sisi tunaendelea, tunataka kusikia neno la Mungu sababu muda unakwenda. Tuko tunaangalia tu hivi na hivi, lakini muda nao uko naendelea na watu wanachoka. Kumbe sisi tunataka kukaribisha mwalimu wetu wa leo kutupatia neno la Mungu. Tunasema karibu mwalimu wetu kutupatia neno la Mungu. Tunaweza kusaidiana ndugu, tuangalie neno la Mungu, tulisome katika waraka wa Paulo mtume kwa Wafilipi. Waraka wa Paulo mtume kwa Wafilipi, tusome sura zake 3 na tusome vesi ya 12 na vesi ya mwisho ya 21. Wafilipi 3 vesi ya 12 na vesi ya 21. Tunasoma katika jina la Yesu. Kwa maana sisi wenyeji wetu uko mbinguni, kutoka huko tena tunatazamia Mwokozi Bwana Yesu Kristo, atakaye ubadili mwili wetu wa unyonge upate kufanana na mwili wake wa utukufu, kwa uweza ule ambao kwa huo aweza hata kuvitiisha vitu vyote viwe chini yake. Amina. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe tena. Amina. Hapa mtume Paulo ameandika hili neno ya Wafilipi, na leo liko kwetu na litusaidie kwa hii mchana wa leo. Neno ambalo limesema juu ya mwenyeji. Mwenyeji ni nani? Mwenyeji ni mtu wa mahali. Huyu ni mwenyeji wa pale. Huyu kama ni mwenyeji atakupatia habari za mahali pale. Tuko tunapata habari nyingi kwa wazee waliotutangulia
wanatuambia habari za mji ambao walioishi, jinsi walivyoishi ile wakati wa mbele. Mtu ambaye ametoka mahali fulani mbali kidogo na mahali pale, iko vigumu kujua habari za asili ya mahali pale, lakini yule ambaye ameishi pale ndiye anajua habari za asili. Huyo ni mwenyeji wa mtu yule. Na hapa tumeambiwa Paulo anasema kwamba sisi wenyeji wetu ni mbinguni. Paulo hili neno alilisema akiwa duniani, hakukuwa mbinguni. Lakini alipomwamini Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wake, akafunuliwa kujua ya kwamba anakuwa mwenyeji wa mbinguni. Kujua habari za kuwa mwenyeji tunazipata kwa wale wazazi wanatuongelea, wanatuambia sisi asili yetu ni hivi na hivi, na wenyeji wetu ni mbinguni. Wanani hao? Ni watu ambao wamemwamini Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wao. Wako duniani. Humu dunia ni nafasi ambayo inakuwa ya mchanganyiko. Haviko vyepesi kusema wewe uko mwenyeji wa hapa na ukae pale peke yako. Haviko vyepesi. Mara kwa mara uko naenda kutana mwenyeji anakaa na wengine ambao si wenyeji wa pale. Duniani munakuwa wenyeji wa mbinguni, wenyeji wa Mungu na wenyeji wa Shetani. Na hawa watu wote wanakaa mudunia. Dunia nzima, kwa wazungu na kwa watu weusi, sisi sote tunakuwa parti mbili. Kuko parti ya wenyeji wa mbinguni mudunia yote, na tuko na wenyeji wa Shetani wa dunia hii. Lakini tunaishi pamoja, na kila mtu akijua mimi niko wa fulani. Tunaishi. Dunia ni hivyo. Humu Uvira ni hivyo. Ni nafasi ya mchanganyiko ya wenyeji, lakini na huyo akijua kwamba ijapo niko hapa, niko mwenyeji wa mahali fulani. Na Wakristo inatupasa tujue tuko wenyeji wa wapi, ijapo tuko mudunia. Mkristo asiyejua kwamba anakuwa mwenyeji wa wapi, wa mbinguni, huyo Mkristo si Mkristo mwenye kuenea. Haenei, hajui anafuata nini, hajui atakwenda wapi, ataishia wapi. Neno hili likusaidie mpendwa, ujua kwamba hata kama tunakaa mudunia, lakini dunia si kwetu, kwetu ni mbinguni. Paulo akajua hili, Paulo akatambua, aseme huko ndiko tunatazamia, huko ndiko tuko tunaangalia, huko ndiko tuko tunangoja wakati ufike ili twende turudie kwetu, kwa asili ya kwetu, asili ya Mungu wetu, asili ya Yesu Kristo ambaye tuliyemkubali. Aseme huko ndiko tunatazamia. Mkristo anapokufa anarudia katika asili yake, asili aliyoikubali, anaingia mbinguni. Na mpagani anapokufa, ole wake, sababu asili yake
ni asili ngumu, asili ya matatizo, asili ya shida, asili ya magumu. Tuko duniani, ni lazima tujue ya kwamba dunia si kwetu. Waimbaji wanaimba vile, aseme dunia si kwetu, kwetu ni mbinguni. Kwa maana sisi wenyeji wetu uko mbinguni, kutoka huko tena tunatazamia Yesu Kristo apate kuja kutuchukua. Na ikiwa mmoja wetu ameondoka, amekwenda, amerudi kwao, na ikiwa amerudi kwao, ni lazima aishi kwao, ni lazima bakie kwao. Huko tunakokwenda mbinguni, wapendwa, ni nafasi nzuri. Ijapo mtu ameondoka katika taabu, ameondoka katika mateso, lakini kwenye anakwenda muraha. Huyu mama alibakia muda mrefu hapa akizofika, akiwa katika mateso. Nafikiri hata chakula alikipewa kikamshinda kula, alikipewa kikamshinda sababu ya mateso. Lakini kwa muda huu kwenye yupo, anakuwa katika amani. Bwana tusaidie. Mungu anaondoa asili yake isipate mateso, anaiondoa, anatuachia mwili wa duniani, mwili wa udongo. Maana neno la Mungu linasema kuna miili ya duniani na miili ya mbinguni. Hii miili ya duniani ndiyo inajaa mateso, na wakati Mungu anatoa mwili wa mbinguni, tunabakia na mwili wa duniani, hatuwezi kuishi. Ya mbinguni, mwili wa mbinguni anatuachia, wa duniani hatuwezi kuishi. Na mara kwa mara tunaona Mungu akisha kuondoa ule mwili, tunabakia na mwili wetu sasa wa duniani, unaanza kunuka, tunaanza kuuletea maparfum na mengine, lakini wapi? Na baadaye tunakimbia nao, tunaenda kuuzika, tunaenda kuulaza mahali pachafu, sababu ni mwili usiofaa, haufai tena, tunaulaza muudongo. Hata kama tunauweka msanduku ya bie, lakini haufai tena, tunaulaza ni mahali pabaya. Zamani wao walikuwa wanakunja murago, wanakunja wanamzika mwa ile murago. Yote ni kawaida, sababu ule mwili hauna tena thamani, hauna tena maana. Jambo kubwa ambalo tunalolitakiwa, wapendwa, duniani sio kwetu. Tuko na nchi yetu, muji wetu asili mbinguni. Huu ndio tutafute. Watu tuko tunagombania miji ya duniani, tunaigombania miji ya duniani tukifikiri ni miji ya kudumu, lakini baada ya kugombana tunaiacha na tunakwenda. Bwana tusaidie. Tukeshe, tuangalie, tujitahidi, tupiganie mji wa mbinguni, asili ya mbinguni. Nimewaambia kwamba duniani ni nafasi ambamo mnakuwa mchanganyiko asili ya mbinguni iko mdunia, wakati Mungu hajakupeleka uko mdunia, na ya shetani iko umumu. Sio ajabu kwamba hata kanisani muna watu wenye asili ya kwenda mbinguni na wengine wanakuwa na asili ya kwenda kwa shetani. Sio ajabu, ni kawaida. Sio ajabu kunakuwa wahubiri wenye asili ya kwenda mbinguni na kunakuwa wahubiri wengine wanahubiri, lakini ole wao, asili yao wataingia kwa shetani. Wanaomba Mungu watu 100, lakini ni tofauti.
sababu tunachangamana, sababu tungali mdunia. Lakini wakati tutakwenda, kila mmoja atafata njia yake ya asili yake aliyoichagua. Bwana tusaidie, atafuata njia ya asili yake aliyoichagua. Si ajabu tuimbe sote, lakini wamoja na wanaingia katika asili mbaya. Isingelikuwa vizuri mpendwa, wewe ujikute huko miongoni mwa watu wenye kumwimbia Mungu na unakwenda kwa shetani. Isingelikuwa vizuri sisi wahubiri wenye kuhubiri neno la Mungu, watu watoke mwa zile asili na tujikute sisi tunajikuta tena tunaanguka mwa zile asili za shetani. Iko ole kwetu. Tusingeliongoza wengine wafuate asili ya mbinguni na tujikute sisi nasi tumebakia katika asili za dunia. Mungu atusaidie tutoke mwa ile hali. Angalia waraka wa kwanza wa Yohana sura zake 3:1 hadi 3. Waraka wa kwanza wa Yohana sura. Tunasoma katika jina la Yesu. Tazameni ni pendo la namna gani alilotupa Baba kwamba tuitwe wana wa Mungu, na ndivyo tulivyo. Kwa sababu hii ulimwengu haututambui kwa kuwa hatukumtambua yeye. Itakavyokuwa, lakini twajua ya kuwa atakapodhihirishwa tutafanana naye alivyo. Sura ya 3. Na kila mwenye matumaini kama yeye alivyo mtakatifu. Amina. Kusema kwamba wapenzi, sauti nzuri kama mtu, sauti ya upendo, kupenda. Hauwezi mwambia adui yako kwamba ni mpenzi wako. Penzi aseme muangalie ni pendo la namna gani kubwa. Pendo la namna gani? Ni pendo kubwa, ni pendo la ajabu alilotupenda Mungu kusudi tuitwe watoto wake. Aseme na ndivyo tulivyo. Kuna wengine hawana uhakika ameamini. Mtu ambaye ameamini upendo huu ndani yake anajisikia nguvu, anajisikia asirase ya kujidai kwamba iko mtoto wa Mungu, sababu anashiriki sheria za baba yake. Zako anakupenda na kusi uko mpenzi wake, kisha uko na mkataa. Huzuni. Na chini anasema aseme haijadhihirika bado tutakavyokuwa. Mara kwa mara wengine wanawaona kwamba labda akili zao haziko sawa. Anajiona kwamba kuna kitu ambacho anachokifuata na kuna kitu ambacho atakachokipokea baadaye. Ni hali ambayo ingali inafichwa. Aseme atakaza kwetu ya kutumwa kwetu tumuamini, akarudia tena akatupatanisha kwamba anakwenda kutuandalia nafasi, atakwenda kutukaribisha sisi ambao tumemwamini. Aseme atakapokuja na kutuchukua na position nyingi hapa za walafi, wajinga, wizi na kadhalika. Aseme atatuvika mwili wake wa utukufu. Hii mwili ya kuchakaa itabakia, ijapo tunaipendezesha, tunapenda ingani. Anawasihi, neno hili linakusii kwa hii mchana wa leo mpendwa. Aseme wapenzi wangu, Bwana tusaidie. Wewe uliyemwamini ukaina, simama pale pale imara, ishwa ifike akubadilishe, uingie katika asili ya mbinguni, uingie katika raha ya mbinguni. Na wewe bado neno linakusii mpendwa, na wewe bado kuamini, amini leo, geuka leo, mtafute Yesu leo, mkubali Yesu leo, ili ile siku na wewe upate kuingia mbinguni.
Huyu ambaye ametuacha tayari amekwenda, amemaliza misio yake, amemaliza kazi zake ambazo alikuja kuzifanya duniani, amemaliza, na hivi hana deni tena duniani, tayari amepokea vyake kule, anapumzika. Inakusalia wewe na mimi tungali hai, na sisi tujikaze, tugeuke, tutengeneze maisha yetu, tuingizwe katika asili ya watu wenye kwenda mbinguni. Neno linakusii, neno bado wewe haujamwamini, labda wewe bado haujaamini, labda wewe uliamini lakini ungali unageuka, ungali na mashaka. Neno la Mungu linakusii, karibu tuombe Mungu pamoja. Mungu ndiye anatia nguvu, atakusaidia, atakutia tena nguvu ili uendelee upya, Wengi wako wanadanganywa, dhehebu zinakuwa nyingi, wengine wanadanganya watu, lakini shika neno la Mungu. Usishike maneno ya mwanadamu mwenzako, shika neno la Mungu. Karibu tuombe Mungu katika wenyeji wa mbinguni. Huko hakuna mwenye atakubeula. Mara kwa mara watu wanakuja mwinchi, wanasema huko wakwetu, hata huko humu. Wengine wanajaribu kuuza ile asili ya kule, wanauza nationality. Hata hivyo mpendwa, unajulikana, wanaishi na wewe na wanajua kwamba wewe ulitokaka fasi fulani, lakini umefurahia nchi yao na ukapenda uwe mwenyeji wa ile nchi. Mtabakia nao, lakini uko mwenyeji wa asili nyingine. Muda ungaliko na watumishi wako, ukiwakaribia watakusaidia na watakuombea Mungu, na Mungu atakuandika katika orodha ya wana wake. Mungu atubariki. Amen. Ndiyo, tunashukuru kwa maneno na yanasikia vizuri, jinsi walieleza, jinsi mwalimu wetu alianza na jinsi amemaliza. Nafikiri utafakari sasa moyoni mwako. Hiki kitabu cha Wafilipi ni kitabu kizuri sana, kinaitwa ni kitabu cha furaha. Ni kitabu cha furaha sababu kina maneno ya furaha, kina maneno ya neema, na kama Paulo ameweza kuzungumuza haya maneno sababu ni kitabu ambacho kinaongea vizuri sana. Na wewe karibia, umkaribie Yesu na Yesu atakusaidia katika maisha yako. Aseme usimame imara, usitangetange huko na huko, usimame imara. Tutamwalika huyu dada evangelist mama Mimi anafika kuomba Mungu kwa ajili ya neno hili. Karibu. Hadi tunafika siku ya leo, ni neema kutoka kwako Baba Mungu. Tunashukuru na hii neno yenyewe tumepata asubuhi ya leo. Acha liwe jengo katika mioyo yetu, acha litubadilishe, lizame kama nanga zameavyo baharini. Acha litubadilishe neno la asubuhi ya leo, na mwenye alitoa Mungu mzidishie, hata kesho tupate ingine ya kusikia. Tunaomba na kushukuru. Amen. Zawe mululu twateta beu kuguno mlari walari kamwino mbuga yebalambo twatenena tetario brie bulamu ne nyimbo zikuhoreza ne bandu bo babona basangawa lino gambo basitanga lutengu. Luno lutengu talubika maboko gobe uhelele baraboshi batanga ne mikolo yabo yoshi ugihelele na utubikile hali asigaita kalanzi nengishi ne mzimba na yaohaga babindu byetu na tutisima habe ne mitima yetu twetisha abatu izuga helela na ugatukungila kuzinara Yesu twashaba vivyo. Amina. Kuwa mbele ya macho yako tunaendelea kuleta faraja kwa hili jamaa, na tunashukuru kwa wale wote waliweza kushiriki. Baba, tunahitaji
tuwe tunafarijiana kwa neno lako, maana nasema farijianeni kwa maneno haya. Tunashukuru kwa wale wote waliweza kuonekana kushiriki kwa kuleta faraja. Tumekwisha kumaliza mipango ya kanisa. Inasalia ni mipango ya jamaa. Tuanze na wewe na tumalize na wewe. Kwa utukufu wa jina la Yesu tunaomba na kushukuru. Amen. Kanisa, tunamaliza programu yetu. Inabaki sasa mpango kwa jamaa. Jamaa, karibu mara moja kuingia kwenye uwanja. Karibu. Kusema asante kwa kanisa kwa kazi kubwa ambayo mnaendelea kufanya katika jamaa letu. Kwa hiyo sisi tunasema asante na Mungu awabariki. Tunaita walambo wote wasimame na wawipwa wetu tusimame, tuende tuzungumzie hapa juu kwa chef de quartier. Njoo kufasi. Mwenye iko na neno la kusema tafadhali akuye ajiandikishe. Tuanze sherehe yetu. Mimi mwenye kusimamia ninaitwa Toto Makumba kama vile moderateur. Tuanze sherehe yetu na kushukuru mkutano. Acha tumsi mzee Kitai akaribia kushukuru mkutano. Mtaona tofauti. Mbona tunaanza toni ya kusemea eko kwa asili yetu ya Kivira, chakula kinatoka ndani cha kusemea, wakati yule ambaye atasema neno la asili anasimama na kile chakula kinatoka. Tuwe tunajua ile. Karibu mzee. Jambo mkutano. Mimi naitwa Kitaye. Ninasema karibu tena, karibu hapa kwa kutinda musiba siku ya leo. Kwa kweli tuliona gisi mulitufai sana siku wakati marehemu dada yetu Marceline alifariki. Siku ya Mungu mukakuwa tena wengi kabisa kwa kwenda kusitiri mwili wake. Tukashukuru sana. Na leo tena tumeona gisi
mumekuja wengi, tunasema Bwana awabariki. Nashukuru kwanza kanisa, nashukuru kanisa, tangia mtu alifariki hawakuchoka na kuja kutuburudisha kwa nyimbo za kutufariji. Kanisa ninasema Bwana awabariki. Siye hatuna kitu cha kuwalipa, lakini kazi yenye mumetufanyia tumeshukuru sana. Bwana sifiwe. Nashukuru wajirani wenye kuwa hapa, kwa kweli hamukuchoka kuja kutukalisha, hamukuchoka kuja kulala hapa, hamukuchoka kutuletea kuni, mutewe na vinginevyo. Nasema Bwana awabariki nyinyi wajirani. Na kama kuna watu wenye walitoka mahali pengine, sawa Kiliba, sawa Makobola, sawa Kubilima Kitundu, Mulongwe, Kavimvira, nasema karibu na Bwana awabariki kwa kuja hapa kuwa nasi katika kwa kutinda musiba. Nasema tena Bwana awabariki. Ninasema kwa watoto wa Walambo, ninasema kwa wake wa Walambo, ninasema kwa binti wa Walambo, muangalie umati yenye kutuzunguka hapa, si Walambo tu, ni kabila zote ziko hapa. Na kesho ukisikia kwa wengine haya mambo ya musiba imefika, acha kwanza benye uko emo, kimbilia na weye kwanza kufariji ule mwenye amepatwa na musiba. Hii ni alama ya kutuonesha kama hapa kwetu Uvira tungali na ile upendo, na ile upendo uendelee kwa kila mtu. Usiseme hapana, nitaenda tu kwa kilio ya tajiri, nitaenda. Na wajukuu zake waliomba kabisa musikilize lile neno la shukrani ambalo watalitamka. Karibu. Ana watoto wengi katika tumbo lake, ni mimi Selemani mwanaume, na wadada zangu wako hapo, nafikiri mnawafahamu. Kweli ninayo huzuni kumpoteza mama kwa muda mrefu, si muda mfupi, ni muda mrefu sana. Mama ameumwa. Neno la pili ni kutoa shukurani za dhati kwa familia ya Walambo, kwa majirani, kwa ndugu. Siwezi nikaumaliza kwa kuwataja. Shukrani. Bwana Masangi yuko pale, ndo kama anakuwa kama machine, ndo moteri ya kudemare, ndo anapiga huko, anaenda nitizama, anaangalia alia pale. Naye vile vile gisi alivyompoteza mjomba, kweli ni shida kubwa imefika katika familia. Watu wenye tulioamini, watu wenye tulio viongozi wengine wako na wajomba hapo ni wengi, Walambo wako kibao, lakini naona inanirudisha sura ya nyumbani. Upendo ule ule wa zamani upo. Shukuru dada mama Maliseni, dada Bahati pale kwa kubaki bega kwa bega na mama. Hakumtoka pembeni kusema eti anaenda sehemu. Shukrani mtu wa Masange hapo, ndio ilikuwa ndoa, yani ni mama yake, anakwenda anarudia. Shukrani Masange, shukrani wajomba wote. Kwa kweli ni jambo linatia huzuni, lakini wakati unapoona umati wa watu wanakusogelea kukufariji, yani wanakupa moyo, inatoa mengi
katika lugha ya kuzungumza, sijui utafiti, lakini napenda kuwasaidia na wenyewe watoto wamehuzunika sana, wajukuu. Acha tuite bakian d'honneur wasimame kwa heshima. Bamukwe tusimame ili tulete lile ambalo tutazungumzia heko. Bamfate bamukwe tusimame. Panda kule juu. Ndonde na Lugezi Mudodo Marceline ni binti wa Balambo, alikuwa mwipwa wa Bahamba, alikuwa naolewa kama vile mlisikia kubalizi. Wanabengana walimlubula, ndio tuelewe mzuri, wakatuletea aye kunyumba. Kama angelikuwa kwa bwana yake, sisi tungepewa mbuzi kule, haiko vile, lakini alikufa iko nyumbani kwao, yani iko kwetu. Ni kusema labda msishangale, mbona Muyomba kusema Muyomba Muhamba hana vya kuzungumza hapa kwa mtoto mwanamke. Tunaelewana, msiongee wenye si atukoongee. Twateta sambe sambe mkoto masemo kugambo liembuga sambe sambe. Batata bamawe bakwambaga nemisika balungani bakolo bakulunganga ne bakulu be maelo peno mwesi mwasambela hano mukano kanjuba kazene mlambo ekalanzi mdodo waliekeze kitundu wana yakatala wana ikala halakatala wikala katala wafuma kitundu sinaho mdodo kuwa kukula wana ba London bateta mdodo kuwa kukula wana ba membe kumazi wana ba mlimi njoba mtunga mdodo kuwa kukula wana ya mkitanga Tanganyika kuya mkitanga Tanganyika wana sangana koniko ne mvula yana mlokela kumlokela wana avwa waumana isenaina baite konda kahia gehe wana teta nsinga ingira kandi nyumba nabona tata na mawe baite konda kahia wana mawaya kuli shokulu kutuka kuli shokulu wage wanambwira vini wanambwira nene nikola mkujuguma ivino mvula yanokela yuko lakini nene nabona nikola ndondere mbuguma shokulu wage wanambwila uye kwanza uye mkitanga Tanganyika kama ugateka kabamba kama uga nenga ulete ifui hizi buzi bwa sameni ule mdodo wayangahi yatuheage yauko Kalomo wanaingira mkitanga Tanganyika wanaleta ile ifui samende wanagitusa hali shokulu wage wanambwira nene nabona wakula ile ifuya na kalwa bihimba bana shonda kaloloke malwa shokulu wage wanabuza baise yehe we Balambo kubutwa na ugo mdodo nenge mwayumvwa bulamu mwatene nabo nibo wanagondwa ne balizi
balizi kutuka na banatuwa bindu, lakini yuko ula mnyerwe ula mtabano ibalizi wanateta nene uyu mnyerwe balambo nene nzikiri nage niye mlubule hambuga habo ula mnyere webalambo wanavo hanu hetu wanalubulwa wanaikala hanu wakolange mwana webalambo asikiete msosi ulia mdodo wanafwa ina waugo mnyere webahamba nege wanafwa umnyere wanasigala hanu nebalumlage nebasizage, lakini mwayumva ulwazi wamtonyera koniko nege baheka kubusame Burundi ne handi, lakini basibuka bulwazi basibukilufu ule mnyerewe balambo wafwa kambilambila twabuzi bwane bandi ule mnyerewe balambo asikiriho niho wafwa bitu twafwa kunda mundu na zene twana babuila lulu sikule kubegwa kwe balambo ne komboloka buno zino nyamnya muziri hano naguno msima guli hano naguno mwembe guli hano mlambo asafwa gonderwa mlambo wabawila kulia mnyele age wabahano asikiri honino mlambo watetaga ifino ula mnyere we mlambo undi wabenganire bubala lusikulwa zene ashubire hage hambuga nesangajikazi yage kama hali mbuguma we mlambo nege wabengana bubala zene vino ashubire hano mwino mbuga ye mlambo betu balambo tusikateta bingi bekuteta kama twabona mlozi watulogela mbaha bulibulia butala ne bugingi bwizikomba balambo nibwaheka uyu mwanetu mnyeretu msika wetu sinaho betu tusikateta bingi twangaba halufu wenu malira inamo nemihomboloko behu kwenu ya nyumbani. Na kama vile tuliwaambia mchomba hata zungumza kitu hapa. Hatua ya kufuata ni hatua ya madeni. Nukta ya kwanza, ikiwa unajua Ndonde alikukula deni yako kwa hiki kipindi cha magonjwa, alikuwa hapa, alikuwa mlimaji, alikuja kakopa labda kitunga cha mihogo au ulenda mlimia shamba, haukutaka kama alisema ya kukulipa pesa zako, simama ili sisi tukulipe. Kama unajua alifariki na deni yako, tafadhali simama na ujitambulishe, sisi tutakulipa. Asante. Kama unajua na wewe kama uko na deni ya Ndonde, simame. Juzi tulikuwa na mianda ukilio chetu tena cha familia ule, na tuliita hiki hatua. Kuna mmoja alisimama kabisa na akaambia wenzake zamiri ziwatumike. Tulimkopaka mango yake atuyalipaba mingi, aliprononce niko na deni na weye ne et grandi à Kibondwe. À vous la parole. Wandugu mliandikisha na musiki
watoto wenye wanazaliwa Kibondwe na kukomalia hapa. Ni mama aliyetulea, ni mama alikuwa mshauri wa vijana na wakaji wa Kibondwe. Kwa niaba ya wakaji wa Kibondwe, hatuna mengi ya kuongea, tuna masikitiko rohoni mwetu, lakini pamoja na ile Mungu wetu atatupanguza machozi. Tumepata sabuni yetu moja, tutampatia Mama Lise kama vile dada yetu, na ingine moja tutapatia jamaa. Na siku ya Mungu na saa 9 tukutane hapa kwa hayati Kiasha kwa masomo yake. Tuna mazungumzo maalum. Asante. Wadada wa mama, karibu, tunawakaribisha. Mungu awabariki. Sojedi tu ni kutoa envelope yetu, na hii envelope tutaipatia huu dada mwenye alikuwa na uweza kutuchanga mchango. Asante. Ndugu Seni akaribie. Seni, ndio tunatoa tena pole kwa jamaa letu la Balambo. Nasema tena pole kwenyu. Kama nilikuya mbele jua lita Sojedi, tulijichanga sie na Sojedi. Ile kidogo mama yetu walitupatia, tukajichanga ndo tukagawa. Tunakuwa na sie na envelope yetu kidogo ambao tutapatishia jamaa, na tunaalika ndugu Seni aipatie jamaa. Tulikuwa na tangazo kwa wakaji wote wa Kibondwe, muangalie kwanza juu hema ziko hapa za minga iko za kwetu. Hema zetu tulikuwa nazo muda ushaenda zishaisha. Ndugu Papa Richa hayati, kwanza roho yake pumzike kwa amani, atusaidia sana kwa kata la Kibondwe. Atuzia bashe muda ushaenda zishakwisha. Ndo conseil ya jeunesse ilisema ya kwamba tutafanza mchango na tulipanga kama ifuatavyo. Avenir Reboisement ya Papa d'Avenir Mzee Ndoboro, atakayepita mwele avenir ni ndugu Enoke. Mukiona mwingine msipatishie makuta. Kuanzia kesho batanza ile kazi. Tukakamata hii avenir tukwemo ya mzee wetu Kiza na ingine avenir ya mzee wetu Sadi. Manake avenir Bushoga na avenir Kabego tukamtia ndugu Baba Jona kwa jina maarufu ndugu Mioto. Mkimona ndugu Mioto mpatishie ile makuta. Tukakamata avenir Bajoba ya mzee mtoka mbali, atakayepita mwele avenir kama vile president wa Conseil des Sages de Bavira. Nataka kutosha confusion muwatu ambao kesho watatuabishia groupement yetu ya Kitundu. Groupement ya Kitundu kama vile nabambia kila wakati inaanzia mpaka Kutanganika, zamani hadi Katanga ya Bijombo, na ile yote inaitwa groupement di Kitundu, ikiwa na village 9. Ikibondwe tuko hapa ni mgroupement ya Kitundu. Kasenga groupement ya Kitundu. Kakombe groupement ya Kitundu. Chikula groupement ya Kitundu. Musheke groupement ya Kitundu. Bondogolo inakalaga mo lokalite ya Membo, na ile lokalite ikiwa toujours mu groupement ya Kitundu. Hakuna pale Bondogolo sema ndio Kitundu kete na bakatalia ile confusion mutoke nayo. Ni groupement yote chef d'avenir wa avenir Kabego. Mbele ya yote nawapa pole Walambo, pole kwa kumpoteza huyu mama yetu. Mimi namwita mama kwa kuwa na mimi ni mupwa, ule ni mama yangu. Pole sana Walambo kwa kumpoteza ule.
maana najua tangu gisi tulivyokomala hapa, tulikomala tukielekezwa zaidi kwa wazazi wale wa mama wa Koto, lakini kwa leo vijana wengine hawako vile. Sisi tulikuwa tukienda kwa mama yake na Sumbu ni Runiga, anatupatia habari zote. Wa binti sio wote tunaikala mule tunaikala, lakini wa vijana watusaidia ule wa kidogo kidogo, tukachanga kamchango ketu kadogo kumpatia huu dada yetu mufiliwa ili aweze kununua sabuni. Kwa huu muda amekuwa analala hapa katika mavumbi, na Mungu awabariki. Mipangilio ya chama ambayo yanabakia ni mambo ya protokoli. Musika akaribie kuchukua mikrofoni. Freddy. Protokoli akisikia wanamuita anajikaza kwa mapema, tusha zinaenda, tunaona hali iko sawa. Tunaita bamuko wa Walambo baende mdipo tulite chakula bakui. Amani Vincent Deo Kitura Deo Kitura banaandika Kitura kuwa wewe hupo, ya kuwa unaponya, tena unakanga mioyo na unainua Bwana, Bwana, na ule upendo ulioufanya ulinitoa matopeni mimi, na leo nang'ara, na leo naheshimika. Unaniita Bwana, mimi nakuita Baba, ni upendo tu wako, yeah, yeah. Oh, Lord, kweli, 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 ni wewe kimbilio, mfariji, yeah. Tegemeo, tegemeo, you, Bwana, yebo.
amen.